Kwa hivyo kwa kweli leo ni siku kuu, na jinsi nimesema, Kibwana atakuwa rais wa Kenya kwa sababu atakuwa 2022 atakuwa katika debe, na anaenda katika debe mpaka mwisho. Si ati tunataka tusimame tuseme kwamba tunajaribu, hapana. Tunaenda kwa debe na tutazungumza na wale wote wanatakia Wakenya mambo mazuri, tukae kwa meza moja. Na jinsi nimeambiwa hapa, nimeambiwa watu wengine wakianza kupiga kelele zao, sasa we don't focus on them. Tuwaache waendelee na hizo kelele zao. Ni sawa, wao wakiwa wanaona hilo ndilo jambo zuri, waendelee kufanya hivyo. Na mimi ninasema kila mtu anataka kuwa rais wa Kenya, ajitokeze. Tukutane katika uwanja wa Kenya waamue. Na kwa hivyo hata hapa mahali ninatoka ninasema Kalonzo anaweza kuitisha urais, ule mwingine anataka kuitisha urais, jinsi Mudavadi anaitisha urais, jinsi Wetangula anaitisha, jinsi Oparanya anaitisha, jinsi Mukisa anaitisha, jinsi Wamalwa pia yuko hapo, na wale wengine wote labda bila kuwataja, kila mtu aitishe urais kwa sababu Wakenya ndio wataamua. Kwa hivyo nikimalizia, wakubwa wa muungano, asante kwa kunipa nafasi ya kurudi nyumbani, na wakati sheria itasema kwa nini nimeamua kujitoa bila kurudi nyuma kuongoza Kenya. Moja, mnamo miaka ya 1990s niliongoza msukumo wa kubadilisha katiba uliojumuisha viongozi wa imani ama dini, upinzani wa siku hizo ukiongozwa na mzee Kibaki, mzee Matiba na Raila Odinga, vikundi vya jamii, civil society, vikundi vya vijana na kina mama, wasomi, that is academia and professionals, na wale wengine wasiojiweza. Pili, nilichangia pakubwa katika harakati za kuunda katiba na kubadilisha Kenya kutoka mfumo wa chama kimoja hadi mfumo wa vyama vingi, multipartyism. Tatu, mwaka wa 1997 niliulizwa niwe mgombea urais wa vyama vya upinzani ama compromise presidential candidate. Nne, nimekuwa waziri katika serikali chini ya mzee Kibaki na kuona jinsi serikali inaweza kuendelezwa iwe ya manufaa kwa wananchi. Kwa kipindi cha miezi 17 nilikuwa waziri kwa wizara mbili ya ardhi na mazingira. Hakuna mtu mwingine mpaka wa sasa ameshikilia wizara mbili jinsi nilifanya. Nimesema nataja mambo si kujisifu, lakini kusema ukweli wa mambo. Tano, kwa miaka 5 nilikuwa mshauri wa Rais Kibaki na kujifunza jinsi mtu anavyoweza kuwa rais bora na kwa njia gani. Kwa hivyo uzoefu ninao. 6, ninamaliza kipindi cha miaka 10 kama gavana wa jimbo la Makueni. Tumefanya mengi ya kimaendeleo na kupata sifa kwa kazi yetu ya wana Makueni. Yote yamefanya Makueni, mambo yote yamefanya Makueni ifanikiwe, itambulike Kenya, isifike. Na tunajua kwamba jina la Makueni mahali popote unataja Kenya unapewa heshima, na tunamrudishia Mungu shukrani kwa sababu ya jambo hilo. Hata tulikuwa na matatizo ya wale walikuwa wanataka tusiende mbele, wale walikuwa wanataka tusishughulikie maendeleo ya watu wa Makueni na kutoa ishara nzuri ya jinsi serikali inaweza kupelekwa mbele ikawa kwa manufaa kwa wananchi. Tunajua na ni mambo mmetaja nyinyi wenyewe, shilingi 500 tu
familia inapata matibabu mwaka mzima. Hata COVID. Your Excellency, you are the best qualified candidate to lead Kenya to the next level. And you have been guaranteed that by the Constitution, because you have shown you have worked for Kenyans in Makueni, and before then, you were the advisor to His Excellency retired President Mwai Kibaki. So you know how the government works, and you understand the Constitution of Kenya better than anybody else. When it comes to devolution, you are number one. And that is what we are aiming in Kenya. Because Kenyans have seen that devolution works, and devolution can improve their livelihoods, Your Excellency. So, Your Excellency, we encourage you. We encourage you to take the mantle of leadership of Muungano Party and go and ask for the President of the Republic of Kenya in 2022. And we shall be behind you, and the Kenyans will be behind you, and God will be with you. God will be ahead of you, and we shall be behind you, praying that you become the president. And I'm 100% sure, Your Excellency, come August 2022, you will be declared the President of the Republic of Kenya. Hapa watu wanateleza kidogo. Kuteleza tunaongea mambo wakati wa Wiper coalition maja kutoka huyu kwenda. Governor never left Muungano. I want to put it very clear here so that when you go kule mashinani tuwe tunaweza kueleza watu wetu vizuri. He never left Muungano. What we did is that the other people, because I've been cautioned not to mention about their names or where they come from, they approached us. They knew we had a product, a selling product, a good product. And they wanted us to donate, I will use that word, to donate His Excellency Professor Kivutha Kibwana to them so that they can get the impetus to get the muscle to increase their bonga points so that they can negotiate at the national level. And I think that we did at no cost. I think for us, wale tulienda kule Kambo, mulituona tukisign. Stephen Kalonzo Musyoka was there, I signed. Na hii kofia ni yako, utakuwa unavaa. Now this is part of the tools and implements I was talking about of the leadership of this country. Barua tarehe 10 August mwaka wa 2021 nikiuliza kwamba ninaweza kusimama kiti cha urais kupitia muungano, chama cha muungano 22. Hapo mmesema kwamba mmekubali kwamba ni National Executive Council ya muungano imekubali. His Excellency the Governor amesema ni kwamba aliandika barua kwa chama expressing interest for a nomination slot